Chukua brush, safisha uchafu wako. Nimechoka kusafisha uchafu wa mtu. Nimechoka. Mke wangu. Lakini kila ninapokuambia tukacheki afya zetu, unakuwa mkali. Bila istoshe, hii hali inatokea pale ambapo unakuwa ni kwa faragha na wewe. Kwa hata kusema mimi naita Yesu. Ndio. Mke wangu. Please. Tumeianza asubuhi vizuri. So, naomba tuimalize siku vizuri. Wewe nisikilize. Kaa chini fikiria. Ni mara gani umetembea naye akakuachia hiyo gono au Yesu? Na nishachoka, tena nimechoka. Ulisema kiruka, jioni utarejea. Jua limezama. Wasiwasi unanipa, moyoni naumia. Au umetegwa na mtama. Tasubika. Salamu kwema. Kwa mkaji. Njema tusiye. Haya ngoja tuende kwenye mihangaiko. Nangu. Na mke wangu. Mbona nataka kuondoka wakati jana uliniahidi kwamba leo utanipa. Alafu mpaka sasa hivi sikuelewi. Mimi nataka mume wangu. Ni sawa mke wangu. Nakuahidi sitochelewa kurudi. Hapana mume wangu. Mimi nakujua unataka kuondoka hapa uende huko ukapatika mneso. Alafu baadaye uje mambo yale yale. Hapa mnakondoka mpaka unipe. Sawa mume wangu. Basi sawa mke wangu, hamna shida. Nitakwenda kufanya kazi zangu mimi. Utaniambia nisubirie. Hadi nguo yangu ameitia maji. Ila sawa, mimi nitaenda tu hivi. Pigo lonipa siwezi kurimudu, na wewe seka usiku peke yangu. Kila nikitazama yako picha na kuona wewe. Fanya turudiane tena, nimekumisi sana. Uje nyumbani kuniona. Natamani nikwambie, natamani kuone, natamani turudiane tena. Natamani nikwambie, natamani kuone, natamani. Lakini mke wangu, unatambua kabisa ninapohitaji kwenda kazini asubuhi lazima nikute breakfast mezani. Mpaka sasa kuna ulichokiandaa. Na unatambua kabisa kwamba ninapokunywa chai katika migahawa napata shida. Napata maumivu, tumbo linaniuma. Lakini mpaka sasa hakuna ulichokiandaa. Kwani wewe kipindi ambacho uko na mimi, ni nani alikuwa kutengea breakfast pale? This time around unahitaji tufikie mbali. Nilikuambia usimfukuze mfanyakazi. Sasa hivi kazi zimekulemea.
Unaona sasa? Kwa hiyo nataka nimwache kiti naye. Kwanza, kwa nini mfanya kazi mpaka leo ndani? Isitoshe mimi najua tabia yako. Najua tabia yako vizuri sana. Kwa hiyo hapo cha msingi naomba uondoke. Sitaki usumbufu. Nimechoka, naenda kazini. Fanya turudiane tena, nimekumisi sana, uje nyumbani kuniona. Natamani kuambie, natamani kuone, natamani turudiane tena. Natamani kuambie, natamani kuone, natamani turudiane tena. Hakuna pombe zangu kwa hela zangu. Kuna mtu ambaye ananisumbua. Nani anabisha? Nani anabisha? Nani anabisha? Nakunywa pombe zangu mwenyewe kwa hela zangu. Nani anabisha? Ale mdundiko. Ulisema kiruka jioni utarejea, jua limezama. Wasiwasi unanipa moyoni, naumia, au umetegwa na mtama. Shogangu, mbona ulivyoondoka na ulivyokuja tofauti? Una shida gani dada? Una shida gani mdogo wangu? Maana sijakuzoea ukiwa hivyo. Unajua dada, kwenye maisha huwezi kuipost furaha kati unajua furaha hiyo anaipoteza mtu ambaye uko karibu. Una maana gani unaposema hivyo ndugu yangu? Mbona hata sikuelewi? Nakunywa pombe zangu sio kwa hela zangu mwenyewe. Natamani kuambie, natamani kuone. Mke wangu, samahani nakuomba ndani mara moja. Haya, nenda katimize kilichokufanya uwe hapa ndugu yangu. Maana natamani kuambie, natamani kuone, natamani turudiane tena. Asante sana. Nini jumba lote hili unashindwa kununua furniture mkazipanga hapa zikajaa vizuri kabisa? Dokta, maisha kaka. Acha bwana. Husband, ngoja niambie kana kuja na mgeni jamani, muandalie hata matunda. Mke wangu. Hamna hata matunda kwenye friji. Tuachane nayo. Dr. Songo umedimika. Ni kweli shemeji, hapa katikati nilipata safari kidogo ya nje ya nchi kwa maana nikawa ni kweli nimekuwa dimu sana, na si kwako tu. Pale karibuni watu wangu wote nimekuwa dimu sana. Na vipi mke mwenzangu? Mke mwenzako naye pia nimsemee. Mke mwenzako sasa hivi ni mjamzito, ndio maana hata kutenda kwake amekuwa mzito, amekuwa mvivu. Kabisa. Namshukuru Mungu kwa hili. Ongezeni. Naambia dokta. Lakini shemeji, mimi jambo ambalo leo hili limeweza kunifikisha hapa hivi. Huyu ndugu yangu Mr. Elias.
amekuwa mtumiaji wa dozi za aina moja mara kwa mara. Sasa ambazo kesho na kesho kutwa zinaweza zikamletea madhara makubwa sana katika mwili wake. Angali kwa leo hii anatumia anapona, ila dawa hizi zikizidi katika mwili wake zinakuwa ni sumu. Sasa basi, nimekuwa nikimshauri mara kwa mara aweze kufika na wewe kwenye maabara yangu, lakini amenipa changamoto na nimeona kwa sisi mimi na nyinyi kama ndugu shoti. Sasa nimeona bora nifike hapa nyumbani kwako nije na kipimo kidogo ambacho naweza nikakupima pia niweze kupata majibu hapa kwa hapa. Ikiwezekana wote mweze kutumia dozi ili mradi ili gonjwa liweze kuepuka. Sawa, maana tunaweza tukaidharau UTI, lakini hapo baadaye huyu kama mwanaume itamsababisha madhara kabisa katika mfumo wake wa uzazi. Sawa sawa, nadhani kwa maelezo shilingi yako. Hivi dokta, kwa taaluma yako, mimi naona ni mgonjwa. Shemeji, hapana, hatuna maana hiyo. Yaani nia na maelezo nzuri sana kwako. Sana. Yaani nimekuja kujenga na si kubomoa. Embo, sio hivyo bwana shemeji. Kwa hiyo Elias, umeamua mambo humu ndani uende ukatoe nje, si ndio? Dokta, usisaidie kuongea naye. Hapana, usiwe hivyo. Hapana, nini? Lakini nini? Hatuna maana hiyo. Hamna maana hiyo, mna maana gani? Naomba nimondoke. Dr. Songo. Yes. Nadhani umeona dokta. Ina maana hii ndio situation ya maisha mwenyewe mnaweza kuishi ndani. Sahihi. Ndugu yangu leo kazini kwako kuna kazi. Natamani kuone, natamani turudiane tena. Natamani kwambie, natamani kuone, natamani turudiane tena. Pigo lonipa siwezi kulimudu, na wewe seka usiku peke yangu. Kila nikitazama yako picha na kuona wewe. Fanya turudiane tena, nimekumisi sana, uje nyumbani kuniona. Natamani kwambie, natamani kuone, natamani turudiane tena. Natamani kwambie, natamani